Karibu wakati mwingine mzuri kwenye Kweli Yote TV kwa ajili ya kile chuo cha Kweli Yote TV ambacho kwa uhalisia ni chuo chetu kwa ajili ya kweli, kwa ajili ya kufahamu ile siri na siri zote ambazo zilikuwa zimefichwa juu ya nchi, zote ziko wazi, kwa sababu siku ya mwisho ndio majira yake kwa ajili ya hukumu kwa kile ambacho kinafundishwa juu ya nchi na yale yote tuliyokuwa tumeyapokea. Kwa hiyo karibu viongozi, karibu nguvu ya usio viongozi, karibu wadada vijana, karibu weupe usiokundu, karibu kwa ajili ya watu wa imani zote, kwa sababu siku ya mwisho haina imani wala tumaini. Ni majira kwa ajili ya kuishi ile kweli, nayo kweli kama vile Sabato inavyotamka kwamba wote tutajawa na kumfahamu yeye. Ina maana siri kubwa na utimilifu wake ni wa kumjua yeye. Yeye ni nani na tunatakiwa tufanye. Kwa hiyo karibuni sana. Sasa kabla ya yote basi tushukuru kwanza. Baba mwema mzuri, utukuzwe uinuliwe kwa wakati mwingine tena kwa ajili ya ile nguvu ya kutukutanisha sisi sote, tufundishe wewe mwenyewe, kwa sababu wewe ndio unayejua yote haya ambayo si katika ile sisi tulivyokuwa katika kufahamu, bali ni wewe unayetufundisha, na wewe ndiye unayetufundisha, na wewe ndiye unayofundisha watu wote juu ya nchi, wawe wadogo wakubwa, viongozi na sio viongozi, mataifa yote. Kwa hiyo wewe ndiye umetukaribisha mahali pa chuo chako cha Kweli Yote, mahali pa Kweli Yote TV kwa ajili ya utukufu wako imetokea. Karibu sana viongozi, karibu sana wote kwa ajili ya kuungana tena mahali pa Kweli Yote TV. Ni kusubscribe peke yake na kulike kwa ajili ya kuunganisha ile kusudi liendelee kutokea. Leo baba ambaye ni Kweli Yote amevunja kabisa na halipo lile ambayo ilikuwa linaitwa kama nguvu ya agreement, kama mkataba. Kuna neno mkataba, Kiingereza wanasema agreement, lakini kwa uhalisia ni mkataba. Kuna mkataba mkubwa sana juu ya nchi ambao ulio na nguvu kuliko mikataba mingine yote tuliyokuwa ndani yake. Kwa hiyo huu mkataba ndio unaouelewa leo, na wewe hapo ulipo na kutoka kwenye hiyo mikataba yote ambayo kwa uhalisia ndio imetufunga sisi. Tulikuwa tumefungwa, lakini ni yeye sasa anatutoa pale tulipo. Kwa hiyo kwenye mkataba wowote uliowahi kuunganishwa juu ya nchi, mkataba huo unavunjwa kabisa na yeye. Kwa hiyo kuna mkataba wa kusaini kwa maelezo kama kalamu, unasaini kwenye nguvu ya kitabu kama note kwa ajili ya agreement na mtu mwingine. Sasa kuna mkataba wa kutamka. Huo mkataba ndio ulikuwa ndani ya maandishi haya ambayo ndio yalitengeneza nguvu ya wengi kutoelewa kwamba baba alifanya agreement na nani juu ya nchi, ili sisi tuonekane kama watumwa kwenye nchi yetu. Kwa leo Kweli Yote amevunja, ambaye ni baba amevunja kabisa, na ataendelea. Wewe mwenyewe utaelewa kwa ajili ya kuvunja lile agano, agreement au mkataba aliyowahi kufanya na Babeli na taifa lile na Wakaldayo. Kwa hiyo ukiona hapa juu ya nchi wachawi, waganga, washirikina, mambo mabaya, kila kitu kilichokuwa kinaendelea mpaka tukafika kwenye kuelimishwa maisha ya mbinguni, hiyo ilikuwa ni kwa ajili ya mkataba aliyofanya yeye baba Kweli Yote na huyo Babeli na huyo nguvu kwa ajili ya taifa lile na yule ambaye anaitwa Wakaldayo, ibada mbalimbali juu ya nchi, kwa sababu mmiliki wake ni Babeli. Kwa hiyo hapo sasa ndio ambapo alifanya. Sasa tunaona kwamba ilikuwaje hiyo nguvu ya mkataba tunauona sasa, ambao ndio umekula maisha yetu juu ya nchi, kwa watu wote juu ya nchi. Kwa hiyo kabla ya yote tufahamu kwamba kwanza kabisa ile Mwanzo 11 ile ambayo ni mahusiano, Mwanzo 11 ile moja, hapo inaonyesha moja kwa moja kwenye Mwanzo ile 2 ile 19
na Mwanzo 1:26. Hiyo ndio nguvu inayoitwa mkataba wa sisi na Baba, ambao ulikuwa kwa ajili ya Mwanzo 11. Tunaanza kwanza, mkataba wa sisi na Baba ulikuwa una maana gani, ili uone huo mkataba mwingine ambao tayari Baba akaingia na huyu ambaye anaitwa Babeli, na huyu ambaye anaitwa taifa lile, na hao wachawi, waganga, washirikina, ishara, miujiza tulizokuwa tunaziona. Kwa kwanza tunaangalia hii mkataba wa yeye, Mwanzo 11:1. Nchi yote ilikuwa na lugha moja na usemi mmoja. Hii ndio moja ya Baba ambayo ndio inawakilishwa kwenye Mwanzo 1:26, kwamba sisi tulikuwa ni sura yake Baba, na kazi kubwa ilikuwa tutawale, tumiliki hapa juu ya nchi. Kwa hiyo Mwanzo 1:26, yeye kweli yote akatufanya, akamfanya mtu kwa sura yake, ili wakatawale uumbaji wote na kila kitu. Kwa hiyo tunaona hii ndio nguvu ya agreement kati ya mtu ambaye alikuwa ni Adam na yule Hawa juu ya uumbaji wote. Kwa hiyo tunaona sasa hapa kwamba afanye nini? Akontrol uumbaji. Tunaona Mwanzo 2:19, yeye kweli yote ambaye ndiye Baba akafanyiza kila kitu kutoka katika ardhi, na kila mnyama akamletea Adamu ili aone atawahitaji, na kila jina Adamu alilokita likawa ndio jina lake. Kwa hiyo tunaona huo ndio mfumo ambao uliokuwa wa mkataba, kwamba sisi tu control uumbaji. Ina maana sisi sasa kama mzazi, kama baba ambaye ndio Adam, na mama ambaye tunamwona kama huyo Hawa, ina maana kwa uhalisia sasa kwao ndani ndio alikuwa anaitwa Adam wote pamoja. Kwa hiyo Mwanzo 5:2, yeye Adam na huyo Hawa wote walikuwa ni Adam. Hiyo ndio nguvu ya Baba ndani yao, yaani mkataba wao. Mwanamume na mwanamke aliwaumba, akawabarikia, akawaita jina lao Adam siku ile alipowaumba. Kwa hiyo hakuna mwanamke wala mwanaume mbele za Baba. Kwa hiyo ni kama vyombo vya kumzalia Baba familia. Kwa hiyo hiyo ndio ilikuwa agreement. Kwa hiyo agreement hiyo ilikuwa ni sisi sasa kwa sura ya leo, kwamba wewe na mke wako, wewe na mme wako ndio mko kwenye nguvu kama wazazi sasa, ambao wakumzalia watoto Baba, ambao ndio waje wampe ibada, wamshukuru, kwamba wajue hakuna kingine kilicho na namba moja zaidi yake yeye. Hiyo ndio agreement yake Baba. Kwa hiyo nguvu sasa ndani yake, kwamba ile Misali sasa 18 ile 20, kwamba nguvu ya mtu iwe katika nguvu ya kutamka, iwe ndio maisha. Kwa hiyo ndio inaitwa tumbo la mtu litajazwa na matunda ya kinywa chake, atashiba mazao ya midomo yake. Mauti na uzima huwa katika uwezo wa ulimi. Kwa hiyo tunaona sasa yeye akiwa amekabidhiwa kila kitu, kwa yeye ndiye mmiliki juu ya nchi. Kwa hiyo hiyo ndio agano ambayo ilikuwa ni mkataba wa Baba na Adam kwa ajili ya kutawala uumbaji, kufanya yale ambayo yanatakiwa, lakini kubwa yeye ampe ibada ya kushukuru kwa ajili ya haya mema mazuri ambayo ameyaachilia: wanyama, mashamba, mbegu zote, nguvu ya masamaki na kila kitu kizuri, madini, mafuta,
hata akili nzuri ya kufumbua, kama vile Kutoka 31 ilivyokuwa inasema kwamba ameweka ndani yetu vitu, vipawa, karama, viwekezo. Tuishi kwenye mfumo huu wa majira ya mwaka wenye miezi 9. Hii ndio bustani ya Baba ambayo ilikuwa katika utimilifu. Kwa hiyo sasa ndio ndani yake sasa na ndani yetu kwa ujumla, ndio hiyo miaka 1000 ndio tunaiona Zaburi ya 90 ule mstari wa 4, kwamba sasa kwa Baba, kwake yeye, kwetu sisi, kwake yeye ni siku moja, lakini kwetu ni miaka 1000. Kwa hiyo ndiyo ikawa ni moja sasa ndani yetu, maana miaka 1000 machoni pake yeye ni kama siku ya jana. Ina maana miaka 1000 kwetu sisi ambao ndio moja, Adam na Hawa, yaani ndani yao wana miaka 1000, ndio maana anaitwa Adam. Kwa hiyo moja hiyo ni kwamba amiliki uumbaji, hivi vyote vilivyoko juu ya nchi. Kwa hiyo ndio ilikuwa agreement yake na yeye ampe ibada. Sasa tokeo kwa ajili ya haya ambayo yapo leo, kwa sasa yeye sasa awe ndiye mmiliki juu ya nchi. Baba awe anafika na yani ibada ya moyo wake wa kushukuru, kwa ajili ya kujaa moyo wa kushukuru, sababu kumpenda Baba ni level ya kushukuru. Kwa hiyo ndio nguvu ya kumpenda yeye inaitwa, si sisi kupendana sisi kwa sisi, ni yeye kumpenda, kumappreciate kwamba bila yeye hatui hivi, bila yeye macho hatuna, bila yeye masikio hatuna, bila yeye hii nguvu ya kutembea hatuna, yaani hata uzima, ile nguvu ya utendaji aliyofanya ndani yetu hakuna bila Baba. Sasa hiyo ndio ilikuwa nguvu ya moja, yaani appreciate, kwa sababu kaweka kila kitu kiko wazi juu yetu, na vitu vyote ni kumilikiwa na sisi, yaani sisi ndio watawala juu ya nchi. Hatakiwi shetani, hatakiwi Freemason, hatakiwi mchawi, hatakiwi yoyote, yaani watawala ni sisi. Sasa hapo sasa connection ni yeye Baba, siku yake ni moja, na yeye anakuwa na mmoja ndani yetu, na sisi tukiwa na miaka 1000. Sasa tukio lililofanya kwamba mkataba ukavunjika ni ile kitendo cha Mwanzo 2:23, kumwacha Baba. Kwa hiyo hapo sasa mkataba na yeye ulivunjika. Kwa hiyo tukatafuta sasa mkataba mwingine, ndio utauona sasa huo juu ya nchi. Adam akasema sasa huyu, leo tuanze na 21. Yeye Baba akamletea Adam usingizi mzito, naye akala, kisha akalala. Akamtwaa ubavu wake mmoja, akafunika nyama mahali pake, na ule ubavu aliyoutwaa katika Adam, yeye akaufanya kuwa mama, akamleta kwa Adam. Adam akasema sasa huyu ni nyama kati ya nyama yangu na mfupa kati ya mfupa wangu, sasa ataitwa mama, ambaye ndiye mwanamke, na sifa yake mama ni siku 28 na nguvu ya miezi 9. Ndio sifa ya mama juu ya nchi. Sasa hiyo sifa ndio ilienda nje. Ndio maana unaona malkia wanapendwa sana, lakini hawana chochote juu ya nchi. Mariamu wanapendwa kwa sababu tayari ule mfumo sisi tulitupwa nje. Mwanzo 2 hiyo. Adamu akasema sasa huyu ni mfupa kati ya mfupa wangu na nyama kati ya nyama, basi ataitwa mwanamke, kwa maana ametwaliwa kwa mwanamume. Kwa hiyo mwanamume atamwacha baba yake na mama yake, naye ataambatana na mkewe, nao watakuwa mwili mmoja. Nao walikuwa uchi wote wawili, Adam na mkewe, wala hawakuona haya. Kwa hiyo kile kitendo cha kusema kila kitu sasa, ule mfumo wa kumpata mwenzie, wawe production kwa baba, wa kumletea watu kama vile mbuzi alivyo yeye kupewa Adam na Hawa, au ng'ombe, na yeye kwa sababu ni miliki ya baba aliyeumba,
yaani yeye sasa tuwe tunazaa watoto tunampelekea baba. Yaani fundisho la kwanza liwe kwa baba, kwamba yupo baba aliyefanya haya. Sisi ni vyombo vya kubeba hii material sasa kwa ajili ya baba kuabudiwa. Kwa hiyo mfumo wa kumwacha, ina maana baba na mama ndio wakawa wao sasa ndio wamiliki juu ya nchi. Kwa hiyo ile mkataba waliokuwa na baba wa kutawala uumbaji ukaondoka na kila kitu kikaondoka. Ina maana sasa wakanyang'anywa ile mfumo ndani yao wa ile miaka 1000 ambayo iko sawa, kwamba anachoona, yani unachoona wewe na baba anasema sawa, anakuonyesha na kufundisha, bwana unaenda mahali fulani, ndio huko kuna hatari. Yani ile jicho na ule ufahamu, yani unajua tu na sense kwamba bwana hii nini huko, yeye baba anakujua kwa sababu ni wake. Sasa hivi hakuna kitu kama hicho. Kwa nini? Kwa sababu hatuko ile moja ndani yake ambao miaka 1000. Hapo ndipo mfumo sasa, tulipomwacha mfumo ndani yetu ukawa mwingine. Kwa hiyo mwingine sasa ndio naitwa hapa Mwanzo 5 ile 20, ile Mwanzo 5 ule mstari wa 5. Siku zote za Adam alizoishi ni miaka 930. Hapo ndipo tunaona sasa kwa utimilifu Adam sasa akiwa kwenye mfumo sasa wa yeye kuwa baba na huyu mama sasa kuwa mama, lakini hajui mfumo wake kwa nini anaitwa mama, kama vile Mwanzo ile 3:20. Kwa hiyo akawa sasa wanaishi tu Adam na mkewe. Adam akamwita mkewe jina lake Hawa, kwa kuwa yeye ndiye aliye mama wa wote wenye wana. Yeye baba akafanyiza Adam na mkewe mavazi ya ngozi, akawavika temporary life juu ya nchi. Sasa ndio hapo sasa habari ya kutumika mara mbili watu juu ya nchi. Kwa hiyo hapo sasa ndio wakawa wametoka kwenye uwepo wa yeye. Kwa hiyo tukavuliwa sasa ile majira miaka 1000, ndio tukawa sasa tayari tuna 930. Kwa hiyo ibada za asili ndio zikaanzia hapo. Ndio maana sasa hata wakati anakuja huyu sasa ambaye anaitwa kweli kwa level ya Yesu, anatuonyesha ule mfumo ulioko huko mbali, lakini kwa sababu tulikuwa kwenye majira ya kutoelewa, kwa hiyo hatukupata uelewa. Kwa hiyo hapo ibada sasa ndio zilivyoanzia, ibada za wafu, ibada za miti, ibada za mawe, ibada za vitu bahari, ibada za mito, ndio ibada za jua, mwezi, vyote vilianzia hapo. Ndio maana huyo kweli kwa neema Yesu akaenda akaanzia makaburini. Hiyo secret inatolewa sasa. Hiyo Mathayo 8:28. Naye alipofika ng'ambo katika nchi ya Gerasi, watu wawili wenye pepo walikutana naye, wanatoka makaburini, wakali mno, hata mtu asiwezi kuipitia njia ile, yaani kupita na kufika kwenye ile kusudi. Na tazama, wakapiga kelele wakisema, tuna nini nawe Bwana Mungu? Ina maana hawa ni Adam na Hawa. Tunaona tena hapa ili tupate uelewa kile ambacho kilitokea. Hapa Luka 8:26.
wakafika pwani ya nchi ya Gerasi inayoelekea Galilaya. Na aliposhuka pwani, alikutana na mtu mmoja wa mji ule mwenye pepo. Hakuvaa nguo siku nyingi, wala hakukaa nyumbani, ila makaburini. Alipomwona Yesu, alipiga kelele, akaanguka kifudifudi, akisema, nina nini nawe, Mwana wa Mungu aliye juu? Na kusihi usinitese. Kwa kuwa amemwamuru yule pepo mchafu amtoke mtu yule, maana amepagawa naye mara nyingi, hata alilindwa kifungoni na kufungwa minyororo na pingu, na akavikata vile vifungo, akakimbizwa jangwani kwa nguvu ya yule pepo. Kwa tunaona hii ndio ilikuwa ni mfumo wa huko nyuma, lakini anatuonyesha kwa sababu alikuwa kiunabii. Ina maana hapa sasa ibada nyingi za siri ndio zikaonekana, lakini yeye alikuja kuzionyesha. Tunamwona hata Isaya 38 ule mstari wa 18. Kwa sababu alikuwa anajua kwamba hizi zote kuna agano ambalo, kuna mkataba ambao tayari ameshapewa mwingine. Sasa mkataba ndio utaona, lakini tunaonyeshana hapa kwamba baada ya kuacha ule mfumo wa baba wa kuambatana na yeye, hapo nini kilitokea baada ya hicho kitendo, na ambacho hakisemi, na ambacho ndio kimetutesa watu wote juu ya nchi. Kwa hiyo ndio anakitoa hicho kutuonyesha. Isaya 38 ile 18. Kwa kuwa kuzimu hakuwezi kukuzimu, mauti haiwezi kukuazimisha, wale washukao shimoni hawawezi kuitarajia kweli yako. Aliye hai, naam, aliye hai ndiye atakaye kusifu kama mimi leo. Ina maana ikafichwa, ndio zikatokea ibada za siri nyingi za mitume, za ishara, miujiza, kila aina ya ibada ziko hapa. Baada ya ile anguko, ndio huku unapoona kwa mitume, manabii wanakuja, hao wakina Ezekieli, wakina Yeremia, hayo ni matokeo. Lakini tayari mpaka Ibrahim yuko ndani. Tunamuona hapa ili uone Ibrahim kwamba na yeye ni baba wa imani kwa imani zote juu ya nchi, wawe weusi, weupe, wekundu, wa imani zote wako wanapitia sana kwa Ibrahim. Lakini Ibrahim na yeye alikuwa kwenye ule mfumo wa hizi ibada tulizonazo juu ya nchi, ila alikuwa anajaribu kutufundisha, lakini kwa sababu tulikuwa utumwani, basi kwa ajili ya ile mkataba wa Babeli, akasema palikuwa na mtu mmoja tajiri aliyevaa nguo za rangi ya zambarau na kitani safi na kula siku zote kwa nasi, na maskini mmoja jina lake Lazaro, wekwa mlangoni pake na vidonda vingi, naye alikuwa akitamani kushibishwa kwa makombo yaliyoanguka katika meza ya yule tajiri. Hata mbwa wakaja wakamlambalamba vidonda vyake. Ikawa yule maskini alikufa, akachukuliwa na malaika mpaka kifuani kwa Ibrahim. Yule tajiri naye akafa, akazikwa. Basi kule kuzimu aliyainua macho yake alipokuwa katika mateso, akamwona Ibrahim kwa mbali na Lazaro kifuani mwake. Akalia akasema, baba Ibrahim, nihurumie, umtume Lazaro achovye ncha kidole chake maji. Na maana ni kuzimu, lakini iko na partition, iko na vyumba kama vile unavyoona magereza. Kuna magereza ambayo yana labda ambao wana nafasi, lakini labda wamehukumiwa jambo fulani. Kuna vyumba huwezi kuwachanganya na public, watu wadogo wadogo. Kwa hiyo ndio kuzimu ilivyo. Kwa hiyo wote ambao sasa tulikuwa kwenye nguvu kwa sababu ya ile agano la Adam na ile nguvu ya yeye kuacha ule mfumo wa baba na agreement ambao alikuwa na baba naye kwa ajili ya kufuatana naye, wakafuatana wao. Hapo ndio shimo la uharibifu lilipoanzia. Kwa hiyo hapo, baada ya kuona hivyo baba sasa
ndio akaja kutuonyesha sasa kwa Yeremia. Hiyo kuna mistari mingi sana. Kuna Samueli wa kwanza ile 28 ile 3 mpaka mwisho, kuna Mhubiri ile 9 ile 4 mpaka mwisho, kuna ile Mwanzo 3:9 ile kuwa chakula cha nyoka mavumbi, kuna ile Hosea 13:14. Hapa ndipo mfumo wa mbinguni ulianzia hapa katikati, baada ya yeye Adam kumwacha baba. Hapa katikati tayari akaingizwa kwenye majira ya miaka ile 930 baada ya kuwa na miaka 1000 ndani. Yani miaka ni taratibu, sio umri mrefu wake, hapana, ni mfumo fulani wa baba kuiweka ile moja kwa uhalisia. Kwa hiyo tunaona sasa kauli sasa ya mkataba ambao anaenda kufunga huko ni ule sasa wa Yeremia, ambao sasa unaitwa Babeli. Tunasoma Yeremia 27. Ndio maana unaona dunia, mambo mabaya yalikuwepo bila kuzuiliwa. Kwa nini yalikuwepo? Kwa sababu kuna agreement, kuna mkataba kabisa. Baba amefanya na huyo Babeli, amefanya na hao wale kabila 12 kwa ajili ya Yerusalemu ya kwanza, amefanya na Wakaldayo walio ndani ya ile Babeli. Kwa hiyo mpaka utimilifu wa majira sasa, mpaka kutimia ule mfumo ambao unatakiwa wa siku ya mwisho, tunaona sasa hiyo agreement, ina maana mkataba wa kweli na uumbaji huu, sisi tukiwa mateka, tukikabidhiwa sasa, kwa kuonyeshwa sasa kwamba himo sasa ndani ndio mtakuwa nyinyi mnakaa. Yeremia 27 ile 5, mimi nimeumba dunia hii, wanadamu na wanyama walio juu ya uso wa nchi, kwa uweza wangu mkuu na kwa mkono ulionyoshwa, nami nawapa watu kama nipendezavyo. Na sasa nimetia nchi hizi zote katika mkono wa Nebukadneza mfalme wa Babeli, mtumishi wangu. Kwa hiyo hapo alipewa kazi ya utumishi, yaani waganga kuwepo, wachawi, ibada mbalimbali ambazo si halali, ibada za mawe sio ambazo za kusudi, ibada za miti ambazo sio za kusudi ziliruhusiwa, kwa sababu aliyekuwa na tawala ni Babeli. Kwa hiyo akakabidhiwa kuwa mtumishi wa kweli yote ambaye ni baba, kwa sababu ya kosa la sisi kumwacha baba. Ndio maana unaona wenye haki wengi walikuwa wanakufa, na wenye haki wengi walikuwa wamiliki vitu juu ya nchi. Kwa hiyo ibada hapa katikati zote ni za maisha ya mbinguni, na mataifa yote watamtumikia, na yeye na mwanae na mwana wa mwanae, hata utakapowadia wakati wa nchi yake mwenyewe. Sio huku tena, yaani atatutoa sasa atupeleke kwenye nguvu ya sisi sasa kuelewa tulikokuwa tumepotelea. Ndipo mataifa mengi baada ya majira hiyo na wenyewe watamtumikisha, na itakuwa taifa lile wasiotaka kumtumikia wataadhibiwa. Ndio maana ulikuwa ukisema mimi namtumikia Mungu sana, ambaye wanakupiga sana. Ilikuwa ni vita, kwa sababu tuko utumwani. Kwa hiyo kuonyesha yale ambayo yanatakiwa mazuri yalikuwa ni vita. Kwa hiyo ukiwaona wapo walio perform, ni ile tu nguvu inaitwa neema, au ni ile kusudi la baba tu, yani sijui nisemeje, lakini hawaendagi navyo vyote. Utakuta tu labda na kajengo labda lakini kwa uhalisia ilikuwa sio rahisi kumiliki vitu vikubwa juu ya nchi, kwa sababu wewe unafundishwa mbinguni. Sasa utamiliki viwanda na akili yako tayari kila siku inakwenda, kila ibada wanakwenda kufundisha maisha ya mbinguni. Sasa maisha ya mbinguni utamiliki hapa, mfalme wa Babeli. Lakini katika habari zenu msisikilize manabii wenu wala wabashiri wenu wala ndoto zenu wala watambuzi wenu wala waganga wenu, wanaoambia ya kwamba
hamtamtumikia mfalme wa Babeli. Kwa hiyo ilikuwa ni warning kwamba hakuna kabisa, na nira ya chuma tukafungwa. Ile Yeremia 28 ule mstari wa 14. Maana yeye Baba asema hivi, mbeni kweli yote, asema hivi, nimetia nira ya chuma juu ya shingo ya mataifa haya yote, ili wamtumikie mfalme wa Babeli na wamtumikie, nami nimempa na wanyama wa nchi yote pia nira ya chuma. Ndio maana Danieli 2:29 kwamba kuna sanamu ya dhahabu, kuna sanamu ya fedha. Hapa kwenye kichwa sanamu ya dhahabu, sanamu ya ambayo inaitwa ya fedha, sanamu ya shaba, na sanamu ya udongo, na sanamu ya chuma alafu udongo. Kwa hiyo udongo ni final. Ndio maana kile ambacho kinakuja kweli yote kuipiga ni ile nguvu ya udongo na chuma. Kwa hiyo udongo ni mauti juu ya nchi, na ile chuma ina maana ni ule mfumo wa nira. Tukapelekwa kwenye nguvu ya ibada ya vitu na watu, matamanio na akili ikawa ni vitu, kwa sababu nguvu unayoiona kwa ajili ya fedha ni karatasi, na kama ndani hakuna chochote, hiyo karatasi haikufuati, haiji hata ukienda kufanya kazi kwa namna gani. Kwa hiyo atafungua milango ya uharibifu. Ndio ilivyokuwa juu ya nchi. Kwa hiyo tunaona ilikuwa ni nira. Sasa tunaona hiyo 29 ule mstari wa 4 Yeremia. Yeye Baba asema hivi, atuambia, watu wote waliochukuliwa mateka niliyofanya wachukulie toka huko Yerusalemu mpaka Babeli, jengeni nyumba mkakae ndani yake, kapandeni bustani mkale matunda, oeni wake mkazae wana binti zenu, waozeni wana wenu, mkawaoze waume binti zenu, waoze wana binti zenu, mkaongezeke huko wala msipungue. Kautakieni amani mji ule ambao nimewafanya mchukuliwe mateka. Kwenye kila mahali, kama ni kwenye lugha, kama ulikuwa kutambiki ufati mambo yao, ina maana tayari ulikuwa unakosana nao. Kwa hiyo kila mahali kwamba ni lazima ulikuwa unatakiwa kuombea amani kwa ajili, hata kama ni mabaya, kwa sababu Babeli ndio alikuwa amepewa umiliki. Kwa hiyo na yeye ametengeneza branch juu ya nchi kwa ajili ya kucontrol uumbaji. Kwa hiyo Babeli sasa maana yake ni kwa ajili ya mpalaganiko, kutosikilizana sisi kwa sisi. Yaani hapa tunachekeana, lakini ndani hatuko sawa. Watu wote juu ya nchi, kama anavyosema kwenye Mwanzo 11 ambao narudi mstari wa 5. Yeye Baba akashuka ili auone mji ule mnara waliokuwa kiujenga wanadamu. Yeye Baba akasema, tazama, watu hawa ni taifa moja na lugha moja, na haya ndiyo wanayoanza kuyafanya, wala sasa hawatazuiliwa. Haya, na tushuke huko tuwachafulie usemi wao, ili wasisikilizane maneno wao kwa wao. Basi Baba akatutawanya kutoka huko usoni pa nchi kujenga ule mji, kwa sababu hiyo jina lake likaitwa Babeli. Ndio maana unaweza kuwa huko Kenya, huko Tanzania, lakini huko Babeli ni uumbaji wote kwa yale matabaka tulionayo kwa ajili ya ibada hizi ambazo za miti, ibada za ndugu zetu hao waliolala, ibada kwa ajili ya mila, ibada kwa ajili ya asili, kwa ajili ya matengano ya aina mbalimbali, ibada ya imani ya dini hii, ibada ya dini hii, yani hakuna moja. Lakini kwa kucheka hivi tupo sawa, tunachekeana, lakini ndani, kwa sababu kile kinachozaa vitu vizuri ni nguvu ya moja ndani. Sasa moja haipo, kwa hiyo hata kuinuana kwa ajili ya taifa, kwa ajili ya serikali, kwa ajili ya ni ngumu ilikuwa, kwa sababu mfumo ulikuwa tayari hauko. Watu wote, kwa sababu hapa manabii walitokea ambao ndio unaona wanatabiri, ni watoto wa Adamu, wote wako utumwani. Kwa hiyo wanachotabiri ni nguvu ya yale ambayo tayari, na matokeo yake ni zile roho, si za kubadili watu. Ndio maana wingi
wa ibada mbalimbali juu ya nchi. Sio ndio wingi wa badiliko la watu. Kwa hiyo kadri ibada zinavyozidi kuongezeka, ndio uchafu ndio unazidi kuongezeka. Kwa nini? Kwa sababu tulikuwa Babeli. Kwa hiyo ile sasa tunasema nguvu ya mkataba wa Baba ambaye ni kweli yote, na huyu Babeli na taifa lile na Wakaldayo ndio ilikuwa inampa favor kwa ajili ya sisi, yani muovu waingie kwenye ibada, wachawi waingie. Ndio maana akaja kusema kweli kwa levo Yesu akasema yaacheni hayo magugu yaote pamoja na. Kwa hiyo ibada juu ya nchi haikuwa. Kwa hiyo tunaona sasa kwamba miaka 70 ina maana hata Danieli akawa ameandika pale ile Danieli 9:2. Kwa hiyo ndio ile majira ya siku 7 ndio ikawepo hapo kwamba bwana ikifika majira ya siku 7 basi. Kwa hiyo ile 70 ina maana vitu ambavyo kwa uhalisia ni kwenye utimilifu. Ndio maana miaka 930 jumlisha miaka 70 ndio tunapata miaka 1000 kwa uhalisia. Ndio tunaanza ile majira moja ya Baba. Kwa sasa ina maana ndio kuondoa sasa ule mfumo uliokuwa wa uharibifu wa mapepo kujigeuza geuza. Tunaona Mathayo, ile nguvu ya Mathayo 12:43. Pepo mchafu amtokapo mtu hupitia mahali pasipo maji, akitafuta mahali pa kupumzika asipate. Alafu sema nitarudi nyumbani kwangu nilikotoka. Hata akija iona tu imefagiwa na kupambwa, mara huenda akachukua pamoja naye pepo wengine 7 walio waovu. Kwa hiyo msingi tukauona sasa ni mpaka utimilifu wa miaka 70 kwa ajili ya kutimia sasa, kwa ajili ya kuanza ule utimilifu wa ile majira hii majira moja ambayo ndio hii majira yake kalenda ya mwaka wenye miezi 9. Kwa hiyo hapo sasa uumbaji wote ukawa kwenye utumwa. Sasa Babeli, kwa sababu yoyote akikabidhiwa uumbaji tayari anakuwa na sheria na kanuni, na yeye anajua namna anavyofanya kwa ajili ya ibada hizi unazoziona, kuachilia ishara, kuachilia miujiza, kila kitu unachokiona. Ndio maana akasema baada ya ile miaka 70 basi nitawaijilia mimi kwa ajili ya kutimiza. Kwa hiyo Yeremia 25 ile 12 tunaiona kwamba Babeli sasa atahukumiwa. Huyo uchawi sasa utahukumiwa. Roho chafu za uharibifu sasa zitahukumiwa, zilizosababishwa na uongo juu ya nchi. Na itakuwa miaka hiyo 70 itakapotimia, nitamwadhibu mfalme wa Babeli na taifa lile, asema yeye, kwa sababu ya uovu wao, na nchi nayo na Wakaldayo pia, nami nitaifanya kuwa ukiwa nchi yao, nami nitaleta juu yao nchi ile maneno yangu yote niliyoandika ndani ya kitabu hiki. Kwa hiyo yote unayoona ndio yanatimia. Ndio maana sasa utimilifu wake ukawa ni Iran, kwa ajili ya taifa lile ni Amerika, taifa lile ni Israeli, na Babeli anawakilisha nguvu ya huyo anaitwa kwa ajili ya Amerika. Tunaona hapa hiyo Nyakati wa Pili na wale waliokoka na upanga wakachukua mpaka Babeli, wakamtumikia yeye na wanao, hata kulipokuwa miliki ya Uajemi. Uajemi ni Iran, ili kuitimiza kila ambacho alisema kwa kinywa cha Yeremia, hata nchi itakapofurahia sabato zake. Yani mafundisho la kufahamu sabato si kwa ajili watu, si kwa ajili ya sabato,
bali sabato ni kwa ajili yetu, yaani kufahamishwa kweli yote. Kwa maana siku zote ilipokaa ukiwa ilishika sabato na kutimiza ni miaka 70. Tunaona sasa hapo hata kwenye nguvu ya mahali pa ufunuo sasa, ile vita tunaiona inaitwa vita ya Armageddon. Vita ya siku ile ni kati ya uongo na ile kweli, kwa sababu mfumo wote huu wa Babeli umesimamishwa kwa uongo. Ibada zote hizi ni kwa sababu ya ule uongo, ndio zipo zina exist. Kwa hiyo ikifika kweli, ibada nyingi zote zinaanguka, kwa sababu adui msingi wake ni sehemu ya uongo. Nikaona roho 3 za uchafu zilizofanana na vyura zikitoka katika kinywa cha yule joka na katika kinywa cha yule mnyama na katika kinywa cha yule nabii wa uongo. Hizo ndizo roho za mashetani zifanyazo ishara zitokazo na kuwaendea wafalme wa uumbaji wote na kuwakusanya kwa vita ya siku ile. Sasa ni kati ya uongo na kweli, lakini senta inayopiganiwa nje, kwa sababu huyu anatangaza. Kwa hiyo anatangaza mahali pa uumbaji, akitueleza sasa kwamba vita ya siku ya mwisho imeishia iko hivi. Ni kati ya Irani, kwa sababu Irani ndio utimilifu wa hicho unachokiona, na Israeli ndio huo kabila 12 taifa lile. Hiyo nayo iona kwa ajili ya Amerika ni ile nguvu ya Babeli, kwa sababu ndani yake ndio mfumo wa ibada zote. Ndio maana unamuona hata mheshimiwa kwa ajili ya mahali pa popu naye katokea huko. Kwa hiyo ni mfumo upo umejitengeneza huko ndani, popu akitokea Amerika. Kwa hiyo huo ndio mfumo mmoja unaosimama kwa ajili ya kuangusha utawala wote kuanguka. Kwa hiyo hizo ndizo zinatoka. Na tazama naja kama mwizi ndio ametokea kutueleza sasa vita ya siku ya mwisho ina nini. Vita ya siku ile ya Magogu na Magogu. Watu wanajua tunakusanyana wote. Si hivyo, ni zile nguvu ya basement ya wale waliokuwa wamebeba uumbaji, waliokabidhiwa, ambaye ni Israeli kwa ajili ya kabila zile 12 kuonekana, na nguvu ya Amerika kama Babeli juu ya nchi, akiwa ndio kama kuhani. Ndio maana unaona ni mtawala wa 47. Hapa tunapotangazia Kenya ni 47 county. Tunatangaza kwa ajili ya kabila zile, ile nguvu ya Iran ni 47. Kwa hiyo hapo ndio zinapambana kusimamisha ile nguvu ya utimilifu wa kila mmoja kujua. Kwa hiyo ndio nguvu kubwa ambayo ilikuwa si hata Ufunuo 19 na yenyewe inasema hivyo, kwamba hizo ndizo zilikuwa roho za udanganyifu. Lakini ni ule mfumo wa mkataba uliokuwa unampa mchawi, mganga, mshirikina, Freemason amiliki uumbaji, na wewe hata ukiomba hayafanyiki. Kisha nikamwona huyo mnyama na wafalme wa nchi na majeshi yao wamekutana kufanya vita na yeye aketie juu ya yule farasi, tena na majeshi yake. Yule mnyama akakamatwa na yule nabii wa uongo pamoja na yeye aliyezifanya hizo ishara mbele yake, ambazo kwa hizo aliwadanganya watu wale walioipokea ile chapa. Chapa ni uongo. Uongo kwa nini? Kwa sababu ukiangalia wiki moja ina siku 7, mwezi una wiki 4, 7 mara 4 28. Kwa hiyo haiwezekani iwe 31 kama ibada juu ya nchi. Na mwaka huwezi kuanza saa 6. Saini ya mwaka, usaini ya mchana na usiku ni jua na mwezi. Kwa lakini kwa sababu tayari Yerusalemu hii ilikuwa imeshikwa na aliyekuwa amekabidhiwa ni Babeli, na maana mtawala alikuwa ni mwingine. Kwa hiyo huyu ndio alikuwa tayari. Kuna ibada ya Yeremia 33:20-26, yule ambaye ni jua na mwezi, agano la mchana na usiku, kwa ajili ya nani? Ya yule Daudi na Yakobo na mtoto wao Suleiman, wakiwa tayari wamenyang'anywa ile nguvu ya mamlaka ya umiliki huu. Kwa hiyo tunaona hapa kwamba huyo Babeli sasa yeye akawa amesimama kwenye ile nguvu ya miaka 70, lakini akaenda kujificha sasa, kwamba kwa sababu hakuna aliyekuwa anajua kwamba msingi wa dunia
uko kwenye majira ya kabila 12 ambao ndio Yerusalemu ya kwanza. Ndio maana tunamwona sasa Yesu akija kupitia ile Isaya 6:8 mpaka 13, akija yeye kutuonyesha kwamba bana kabila 12 zitavunjwa